Dini.com. Simlemble. Mama! Picha linaanza mabibi na mabwana, na tunaitafakari Afrika. Kwenye hii session ya 3 tunaangalia eneo la mapinduzi ya kijeshi, ambayo ni moja ya topic muhimu sana na inayoliandama hili bara kwa muda mrefu, lakini wakati huu imekuja kama mapinduzi ya tofauti, kwa sababu wananchi ni kama wanasaidi na haya mapinduzi versus Mfaransa na mkoloni kiujumla. Na ifuatayo ni tafakari ambayo lengo ni kukufanya wewe utafakari Afrika. Anayetusimulia ni yule mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni. Miaka michache iliyopita, tukio moja lilianza kujirudia ukanda wa Sahel. Kwanza Mali, kisha Burkina Faso, halafu Niger. Ndani ya muda mfupi serikali za kiraia zilianguka. Wajeda wakachukua madaraka ya kulevya. Kwa nje ilionekana kama jambo la kawaida Afrika, mapinduzi ya kijeshi. Lakini safari hii kulikuwa na kitu tofauti. Maandamano ya wananchi mitaani hayakuwa yanapinga jeshi, yalikuwa yanapinga Ufaransa. Bendera za Ufaransa zilichomwa moto na bendera za Urusi zilianza kuonekana kwenye maandamano. Swali lilianza kuulizwa duniani: je, haya ni mapinduzi ya kijeshi au ni mwanzo wa kuondoka kwa ushawishi wa mkoloni Mfaransa Afrika? Hapa MDC tulikuletea episodi ambayo kule YouTube tuliipa jina uhalisia kuhusu ugaidi Afrika Magharibi na Kati, na specific ni hapa Sahel. Hii episodi imelenga kuangazia ugaidi ndani ya Afrika, hasa mataifa ya Sahel. Hiyo Sahel pia nitakuelezea ni nini. Na pia utaelewa kwa nini Ufaransa, Urusi na USA na mataifa mengine yapo Afrika Magharibi na Kati. Na najua kuna wale tunaojipa majibu rahisi kwamba wezi hawa. Lakini kivipi? Ni kwa nini hizo nchi zilipindua viongozi wake na zinasimamiwa na jeshi? Yote yanaungana kwa lugha simple tu, makinika nasi. Kwenye geopolitics ya dunia, Sahel ni kitu kingine kabisa. Ndani yake kuna njia za biashara za kihistoria, madini muhimu aka rare earth, njia za wahamiaji kuelekea Ulaya, na vikundi vya wanamgambo wa Kiislamu ambao ndo ugaidi wenyewe. Mwaka 2014 Ufaransa ilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi itwayo Operation Barkhane. Lengo lilikuwa kupambana na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu katika Sahel. Maelfu ya wanajeshi wa Ufaransa walipelekwa Mali, Niger na Burkina Faso. Kwa miaka mingi operesheni hiyo ilionekana kama nguzo ya usalama wa eneo hilo. Lakini kadri miaka ilivyopita, vitu vikachange. Mashambulizi yakaendelea, serikali zilibaki dhaifu, na wananchi wengi walianza kuuliza swali gumu: kama majeshi ya Ufaransa yako hapa miaka yote, kwa nini hali inazidi kuwa mbaya? Kifupi ikaanza kusound kama dokta anayesema dawa zimeisha hospital ndo mwenye duka la dawa nje ya hospital, so kuna kamchezo. Kikaanza kuumana. Mwaka 2020 jeshi la Mali lilimuondoa madarakani rais wa nchi hiyo. Mapinduzi yalirudi tena mwaka 2021 kama tulivyokuelezea episode tuliyodedicate kukuelezea. Serikali mpya ya kijeshi ilianza kuchukua hatua ambazo zilikuwa ishara ya wazi ya mabadiliko ya geopolitics. Hatua moja kubwa ilikuwa hii: Mali iliamua kuondoa majeshi ya Ufaransa nchini humo. Badala yake serikali ilianza kushirikiana na vikundi vya usalama vinavyohusishwa na Urusi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya a long time, Mali ikawa stori ya kibanga ampiga mkoloni. Lakini ukumbuke hawa ni wanajeshi, na mfumo wa utawala bora unatakiwa kutoka kwa raia. Ghafla likawa trend. Baada ya Mali, hali ilianza kubadilika kipande cha wauni wa Burkina Faso. Mapinduzi mawili yalitokea ndani ya mwaka mmoja. Jeshi lilichukua madaraka likisema serikali ya kiraia imeshindwa kulinda nchi dhidi ya wanamgambo. Lakini kama ilivyokuwa Mali, hisia za wananchi zilielekezwa zaidi dhidi ya Mfaransa. Maandamano yalidisplay ujumbe mmoja wa wazi. Wananchi wengi waliona uwepo wa kijeshi wa Ufaransa kama sehemu ya tatizo, si suluhisho. Hatimaye Burkina Faso nayo iliamua kuondoa majeshi ya Ufaransa. Domino ya pili ilikuwa imeanguka. Mwaka 2023 mapinduzi yalitokea Niger. Hii ilikuwa nchi muhimu sana kwa mkoloni kwa sababu kadhaa.
ni mshirika mkubwa wa usalama kijiografia. Niger ina kambi za kijeshi za Marekani na Ufaransa. Ni moja ya wazalishaji wakubwa wa uranium. Mapinduzi ya Niger yalikuwa pigo kubwa kwa ushawishi wa magharibi eneo hili la Sahel. Maandamano makubwa yalifanyika nje ya ubalozi wa Ufaransa, na serikali ya kijeshi ilitangaza kusitisha ushirikiano wake wa kijeshi na Ufaransa. Domino ya tatu ilikuwa imeanguka. Kuna kitu wanaita phenomena, yani jambo linavyoonekana, na kuna kitu wanaita nomena, yani jambo lilivyo. Labda sehemu kubwa ushakutana na hili neno phenomena kuliko hili jingine. Ni kwa sababu dunia inaongozwa na phenomena, yani mambo yanavyoonekana, na nomena hutumika mara chache tu pale jambo linapokuwa linaleta shida au mashaka. Kila kitu kina sifa hizi. Hata wewe kuna vile unavyoonekana na kuna vile ulivyo kwenye chochote kile. Jinsi unavyoonekana inazidi jinsi ulivyo. Mfano, watu wamekariri tajiri anaonekanaje kuliko matajiri walivyo. Ukivaa au kuonekana kihuni ni ngumu sana kuaminisha watu ulivyo. Ni kwa sababu fenomena ina nguvu kuliko nomena. Ndio maana nchi kama Tanzania wanajua ukivaa kijeshi haimaanishi wewe ni mwanajeshi, lakini wanajua unavyoonekana tu kunatosha kumanipulate wenzako kwa kujifanya mjeda. Mara nyingi sana wenye nia mbaya wamekuwa wanatumia udhaifu huu wa kibinadamu kuumiza watu. Mtu kavaa suti kumbe tapeli. Anaonekana mchungaji kumbe alivyo ni mzee wa totos. Na kwenye geopolitics ipo hivyo hivyo. Tunaona fenomena za geopolitics na sio nomena zake. Na maamuzi ya wananchi mara nyingi yanatokana na fenomena. Na ndiyo changamoto inapoanzia. Picha linaanza. Bwana, huu hondo unawajia hivi punde. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Kwenye live na G alipiga story na Yeriko Nyerere akimuuliza kuhusu ushawishi wa Ibrahim Traore kama ni real. Na kuuliza swali moja ambalo nimeona hata wapinzani mnamsifu sana huyu jamaa wa Burkina Faso. Lakini huyu jamaa ni mwanajeshi, Yeriko, na nyie ni watu wa kidemokrasia. Inakuwaje mnaamini mtu ambaye ni mwanajeshi na anavaa sare za kijeshi kila time kwamba kuna ukombozi? Jeshi halijawahi kuongoza raia wakatoboa. Ni dhana tu inayojengeka. Kimsingi ni kwamba tunajaribu kuvaa ile sura ya Sankara. Unajua kuna wanaita Sankara philosophy ambayo nadharia fulani ilileta ukombozi, na mara nyingi haya mambo huwa tunayaona yani ni taswira tunayoiona. Deeply watu wa Burkinabe wanamtazamaje, wanapokeaje mageuzi anayoyafanya? Yana maumivu makubwa sana. Tunazungumza taswira ya Burkinabe kwamba wana kiongozi shupavu mwenye maono shupavu. Tumepata review, tumepata views za watu wa Burkinabe wanapitia mkondo gani? Tumepata maoni, wanazungumza nini? Serikali zote duniani zinaendeshwa kwa propaganda, na propaganda ya kwanza ni media. Media ndio inakufikisha huko mbele. Kwa hiyo dhana zinaweza kujengwa kwamba anakuwa hivi, anakuwa vile, anakuwa hivi, anakuwa vile, lakini bado dhana inabaki kwamba demokrasia ni mchakato na utawala wa kiraia ndio demokrasia ya kwanza. I think kama kweli watamuona nafaa, atavua magwanda, ataingia kama raia na atatawala nchi kama walivyopita kina Goodluck Jonathan, akina Buhari na wengine. Katika dunia inayoongozwa na mambo yanavyoonekana kuliko yalivyo, ni rahisi kwa yoyote kutengeneza fenomena yoyote. Baada ya mapinduzi, Mali, Burkina Faso na Niger zilichukua hatua ya ajabu katika historia ya eneo hilo. Ziliunda muungano wa kijeshi unaoitwa Alliance of Sahel States. Muungano huu una lengo la kusaidia kijeshi, kulinda serikali zao na kupunguza utegemezi kwa nguvu za nje. Kwa lugha ya fenomena za geopolitics, hii ilikuwa ishara kwamba nchi hizi zinajaribu kujenga mfumo mpya wa usalama. Lakini swali bado linabaki. Je, huu ni uhuru wa kweli au ni kubadilisha washirika tu? Kadri Ufaransa inavyoondoka, ushawishi wa Urusi unaonekana kuongezeka Sahel. Makubaliano ya usalama yameanza kuonekana, na wanajeshi au wakandarasi wa usalama from Urusi wameanza kufanya kazi katika baadhi ya maeneo. Kwa wakosoaji wa nchi za magharibi, hii inaonekana kama kupanuka kwa ushawishi wa Moscow. Kwa baadhi ya wananchi wa Sahel, hii inaonekana kama mbadala wa mfumo wa zamani wa kikoloni.
Lakini historia ina swali muhimu kuitafuta nome na yei situation. Je, kubadilisha nguvu ya nje kuna maanisha uhuru? Katika gemu ya geopolitics kuna wachezaji kadhaa. Ufaransa inajaribu kulinda ushawishi wake wa kihistoria. Urusi inaona nafasi ya kupanua ushawishi wake. Marekani inasema inajaribu kulinda usalama wa eneo hili dhidi ya ugaidi. Na China inaendelea kujenga ushawishi wake wa kiuchumi kimya kimya. Lakini swali kubwa zaidi ni hili. Je, wananchi wa Sahel wanashinda au wanakuwa uwanja wa ushindani kwa wengine? Mapinduzi ya Sahel yanaweza kutafsiriwa kwa njia mbili tofauti. Kwa mtazamo mmoja ni mapinduzi ya kawaida ya kijeshi Afrika kama tulivyozoea. Kwa mtazamo mwingine yanaweza kuwa ishara ya mabadiliko makubwa katika geopolitics ya Afrika Magharibi. Labda ni mwanzo wa kile ambacho wengine wanaita decolonization ya kisasa. Si kwa bunduki dhidi ya wakoloni, bali kwa kukataa ushawishi wao wa kisiasa na kijeshi. Lakini historia bado haijaamua, kwa sababu kuondoa nguvu ya nje ni hatua ya kwanza tu. Hatua ya pili ni kujenga mfumo imara wa ndani, na hapa ndo safari ngumu huanza. Kuna tofauti kubwa ya uwezo unaohitajika kufix system na ule wa kufight system. Wengi ambao waliweza kufight system zilizokuwepo hawakuweza kutuletea system mpya nzuri. Sahel leo ni kama maabara ya geopolitics ya Afrika. Nchi tatu zimejaribu kubadilisha mwelekeo wa historia yao, lakini swali ambalo bado halijajibiwa ni hili. Je, haya ni mapinduzi ya kweli ya uhuru au ni mwanzo wa ushindani mpya wa nguvu za dunia ndani ya Afrika? Historia ya Sahel inazidi kuandikwa. I hope baadhi yetu tutakuwepo kujifunza kwenye historia ijayo inayoandikwa leo. Lengo la Tafakari Afrika ni kuibua mjadala wa kujiuliza maswali ya kina kuhusu yanayotokea. Makinika nasi. Imeandaliwa na Grayson Gideon. Sauti unayoisikia ni Raz Mtamadun. Trymadin.com, taarifa na maarifa. Tukutane kwenye picha linaanza. Tafakari Afrika ijayo.